Maana Mungu anatutazama jioni njema ya leo. Anaangalia vile tunafanya. Anataka tusikilize kila mmoja. Maana sisi wote ni watoto wa Mungu. Sisi wote anatupenda. Lakini mwana wangu mahali popote ulipo, msikilizaji mahali popote ulipo, neno linauliza ya kwamba, na ni ujumbe wa Mungu, ni haja gani? Bwana Yesu asifiwe. Upate ulimwengu, Bwana Yesu asifiwe, upoteze nafasi yako na Mungu. Mambo ya dunia yote ni ya kuisha. Please the living God. Vitu vyote vitaisha, lakini neno la Mungu linaishi. Eli kupoteza vitu vyote vya dunia, ushikilie huyu Yesu, maana atakuacha. Hivyo ndio neno linasema siku ya leo about Marko 8 verses 36. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuingie tena na pia tuingie katika neno ambalo liko katika Matthew 6:33. Neno linasema lakini utafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote utapata. Kutafuta ufalme wa Mungu, kutafuta njia za Mungu, na yale yote unayoitaka utapata. Maana Mungu ndio baraka, Mungu ndio Roho Mtakatifu, Mungu ndio baba yetu, Mungu ako na ushindi, Mungu ndio mponyaji, Mungu ndio anakupea chochote unataka. Ya dunia yote haina nini? Inakuwa na mwisho wa kulia. Dunia inaweza kukuacha. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote wanaweza kukuacha, lakini huyu Mungu anakuambia tafuta ufalme wake. Tafuta njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta njia za Mungu. Tafuta huyu Mungu. Wachana na mambo, achana na raha za dunia. Wachana na tabia ambazo unasikia mtu anakuambia kwamba tuende huku, tufanye hivi, Mungu amekawia. Mungu yupo. Anatafuta wale wanampenda. Mungu ako keen. He is a good God. He is a compassionate God. He is a grace God. Ni Mungu wa humanity. He is a glory Lord. Ni Mungu anaye compassion yake. The God of commitment. The Lord of humanity. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu abadiliki, is grace God. Those who walk with God hawatahangaika. Kwa hivyo God anataka siku ya leo tumutafute. Bwana Yesu asifiwe. Ukitafuta Mungu kupitia the word of God, kupitia maombi, Mungu anataka tumutafute kuomba, kusoma neno lake. Maana wakati utashikilia vitu za dunia ni za kuisha, na neno la Mungu linaishi milele na milele. Hiyo ndio jambo ambalo lilifanya mimi nikaamua ya kwamba ya dunia siitaki, ili kupatana na huyu Mungu. Maana kutakuja siku itafika, utaulizwa ulifanya nini, ulimaliza aje. Na sasa hautakuwa na siku ya kujitetea, maana yote itakuja iishe bila aujui. Mungu alisema kwamba hata kukuja kwake hata Yesu atajua. Ni yeye tu atajua. Yesu ndiye atakuwa mlango wa kutupeleka mbinguni. Na wewe utawezi ndanganya Yesu. Yesu anakuambia kuja kwangu. Yesu ni wewe anataka. Yesu, God he need you today, this night. Mungu anakuita. Anataka wewe. Na anakupenda. Mungu ni wa rehema, ni wa upole. Mungu ni wa upole sana. Mungu si wa makelele, si wa vita, si wa grudge. Mungu alipishi. Hapana. Anasema mwana wangu, toka kwa ulimwengu. Nafasi yako usiipoteze. Usipoteze nafasi yako huko duniani. Kuja kwangu. Eka nafasi yako kwa Mungu. Usipoteze nafasi yako katika dunia. Maana dunia iko na raha mingi sana.
Bwana Yesu asifiwe. Wakati tutampenda huyu Mungu, tukae kule kueni katika njia za Mungu, hakika Mungu atatuachilia. He is the God of compulsory God. He is commitment God. In 24/9, God is moving in our heart. In the whole world, He is moving. Anaona chochote tunafanya. Hata ukiigume kwa bedroom yako, hata kama uko mahali popote umejificha, na kazi yake inaendelea. Kazi yake inasonga mbele. Wakati Mungu aliniambia kwamba nimekuita, nilisema sirudi nyuma. Nilimwambia Mungu, give my heart to you. Give my heart. Yani nikamwambia nipatie roho wako. Nipe roho wako tu Jehova. Maana kwa Mungu ndio kuna Psalms 91 katika ufuli ambayo imefunika watu wa Mungu. Kwa hivyo when you walk with God katika Zaburi 91, hakuna hautaona safari ikiwa ngumu. Wakati Mungu niliona kwamba ni kama ni kama sina mtu yote anaweza hata yote anaweza nitazama. Nikajiuliza maswali mengi sana. Mungu aliniambia, do you know my daughter, I'm walking with you. Fanya kazi yangu. Tembea na mimi. Na Mungu akanifundisha kumuogopa sana. Mwenzangu, pahali popote ulipo, come to Jesus. Soma the word of God. Mungu ni wa upole. Mungu usiwahi andanganywa na mtu ya kwamba Mungu ati Mungu ni wa grudge. Hapana, Mungu ni wa upole. Roho wa Mungu uko juu yetu. Anatembea akiangalia wale watu wanamjua. Unajua the moment hapo umeketi, either ni mezani, either ni table room, either ni kwako kwa nyumba, either ni mahali popote ama kazini kwako, juu ya kwamba Mungu is surrounding. God is surrounding there where you are. Hakuna jambo lolote linaweza kukutenganisha na huyu daddy. He is God. And he will remain kuwa Mungu wetu milele na milele. Welcome to Jesus. Neno linasema ya kwamba ukiwa na Yesu unakuwa na amani na upendo na uzima wa milele na milele. Vitu ambavyo dunia haiwezi pata. Dunia inaweza kuacha Mungu. Amani, upendo, furaha. Just imagine. Asiyesi toka kwa Mungu. Asiyesi toka kwa Mungu. Sipungue kwa watu wale Mungu amependa. Na hiyo ni ya uzima wa milele. Come to Jesus. Okoka. Pia Mungu maisha yako yote. Wewe hujawahi okoka. Don't look. Usiangalie kwa mtu ambaye amepotea njia. Yesu anataka wewe leo uokoke, ufuatane na njia za Mungu. Mwanze kutembea na Mungu. Ukiokoka utajua vile Mungu atatembea na wewe. Usidanganywe na mtu ya kwamba ati Yesu anatembea na wale waliokoka kitambo. Uokofu wa Mungu wa mtu ni Mungu anajua. Wewe mwenyewe na Mungu. Wewe umeniconfess that God is my savior. He is my personal savior. I want to walk with God. Huyu ndio mtu Mungu anataka. Maana tutahesabiwa kila mtu na kazi yake. Ulifanya kazi gani? Ulimjua Mungu aje? Mali ya dunia itaisha. Vitu vyote itaisha. Are you saved? Are you serve the Lord? Are you focus the word of God? Are you reading the word of God? Do you love God? Come to Jesus. Mali ya dunia itaisha. Vitu vyote itaisha. Kwa hivyo mahali popote unanitazama, ni wewe Mungu anangojea jioni njema ya leo. Ametazama moyo wako. Ukasema ya kwamba hutawahi tumikia Mungu, au hutawahi, yani ukasikia umefika mwisho. Usiangalie binadamu, usiangalie mtu yote, angalia neno la Mungu. Huyu Mungu ukimwangalia atakupea kitu mbaya hajapea mtu yote.
He is a God of humanity. We need humanity. Bwana Yesu asifiwe. This humanity come from our God. In our community, kwa dunia, kwa nchi yetu, kwa serikali yetu, kwa wazazi wetu, kwa kila mtu tuna need upendo. Na Jehova anataka ya kwamba tukikaa katika upendo huyu wake, we will not neglect. Kama sahii watoto wetu wanafanya mtihani, Mungu, tembea huko, tembea kwa hizo classes, tembea kwa hao walimu, tembea kwa nafasi ya watoto wetu, nafasi zao sisipotee, sikumbushe kuwe hakuna vifo, hakuna vita, hakuna njia ambazo